Bwana asifiwe sana. Amen. Nashukuru baraza kwa kunipa muda tena. I thank the church for giving me the time, ili nishimame mbele ya watoto wa Mungu, so I can stand in front of children of God, ili tujadiliane kidogo neno la Mungu, so we can touch a little bit on the word of God. Bwana asifiwe zaidi. Amen. Pamoja na hayo, With all that, mimi naikalaka napendelea nyimbo zaidi. Sometimes I love the songs a lot, Lakini sikupata muda wala sikupata wito wa kuimbia Mungu. but I was not given the gift to sing for God. Unajua kila kitu kinakuwa na wakati yake. You know that everything has its own time, Na kila mtu iko na karama yake. and everyone has their own gift. Na mimi labda karama ya kumwimbia Mungu sikuwa nazo. But maybe I didn't have the gift to sing for God. Lakini napendaka nyimbo. But I really love songs. Tafadhali mnipe kidogo niimbe kidogo kawimbo kadogo. Give me a little time to sing a little song. Mwache kwanza kutafsiri. Ni kadogo tu mtaisikia kidogo. Najua mnaijua. Kutembea na Yesu. Kutembea na Yesu ni kushika amri. Kutembea na Yesu ni kushika amri. Wana wa Israeli walitembea naye. Wamama, kutembea na Yesu ni kuishika amri. Kutembea na Yesu ni kuishika amri. Wana wa Israeli walitembea naye. Wababa, kutembea na Yesu ni kuishika amri. Kutembea na Yesu ni kuishika amri. Wana wa Israeli walitembea naye. Vijana, kutembea na Yesu ni kuishika amri. Kutembea na Yesu ni kuishika amri. Wana wa Israeli walitembea na Yesu. Watoto, kutembea na Yesu ni kuishika amri. Kutembea na Yesu ni kuishika amri. Wana wa Israeli walitembea naye. Kanisa, kutembea na Yesu ni kuishika amri. Kutembea na Yesu ni kuishika amri. Wana wa Israeli walitembea naye. Wababa, kutembea na Yesu ni kuishika amri. Kutembea na Yesu ni kuishika amri. Wana wa Israeli walitembea naye. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Unasikia kwenye naenda sauti inakuwa inabana. You can hear the. Hiyo sio karama yangu. That's not my Lakini gift. napendaka kuimba. But I really love singing. Bwana asifiwe. Amen. Haiko ndio chorus nilikuwa nasema nitawafundisha. That's not the chorus I said I will teach you. Nimeisikia wakati nimesikia neno la Mungu. I heard that when I was preparing the word of Nikasikia God. niimbe hii chorus. And I felt like singing the chorus. Bwana asifiwe. Amen. Unajua kushika amri ya Mungu, Do you know holding the 10 ni commandments? kitu cha muhimu zaidi. It's very important. Ndio. Na neno la leo, And the word for today, inahusu neno waheshimu wazazi. it means we're touching on respecting your parents. Heshimu wazazi, Respect your parents, yaani baba na mama yako. which means your mother and your father. Labda unaweza kuona uko na mandevu. You might see that you have beards. Unaona unakuwa na matiti. You see that you have breasts. Unaona unakuwa na kipala. You see that you have no hair. Unaweza jiuliza kwa nini tena Mathayo anasema neno ya kuheshimu Why wazazi? would Pastor Matthew say respect your parents? Nani mwenye hakuzaliwa? Who here wasn't born? Na nani mwenye hana mzazi? Who here doesn't have parents? Ikiwa wamekwisha kupita, And if they've died, lakini ulikuwa nao, but you still had parents. na labda mwenye iko mbele yako ni mwingine mzazi wako. But maybe the person in front of you is your Sababu other katika parent. ulimwengu tunakuwa na wazazi wawili. Because in this world we have two Tunakuwa na parents. wazazi wa kiroho We have the spiritual na wazazi parents wa kimwili. and the physical Ikiwa parents. mzazi wa kimwili alipita, If the physical parent is lakini dead, jua una mzazi wa kiroho. I know you have a spiritual parent. Si ni kweli? Isn't that true? Mzazi wa kimwili anaweza kuwa alishakufa. Your physical parent might have Kama died. mimi wazazi wangu wote wa kimwili walishakufa. Like Pastor here, both of his parents are. Lakini ningali na wazazi wa kiroho. But he still has spiritual parents. Ningali na mmoja mwenye tunakala pamoja He naye. has one that he sits with. Na tunakuwa na wengine wanakuwa huko kando kando. And we have others on the Na side. tunakuwa na wengine wanakuwa kwa Afrika. And we have others in Africa. Wazazi wa kiroho tuko nao. Spiritual parents we have. Bwana asifiwe. Amen. Usijiwaze tu tunaongea juu ya mzazi wa huyu mwenye alikuzaa tu. Don't just think about the parent that gave birth to you. Bwana asifiwe zaidi. Amen. Na wakati kwaya iliimba wimbo moja, And when choir sang one song, nilisikia tena navutwa zaidi. I felt
pulled again. Unajua wana wa Mungu, wakati mnapoimba, You know, children of God, when you're singing, najua ni mahubiri mnafanya. I know that you are preaching the word of Kuna God. wengine tu wanasikia nyimbo zinaimbwa tu. There's others that hear that the Na songs wengine are sung, wanaangalia jinsi wadada wanavala. and others look at how the girls are Ndio being inakuwa dressed, critique mara hiyo kale kanguo dai. and they start critiquing the Labda clothes. ni kama salvation ya. Maybe it's from salvation. Bwana sifiwe. Ndio kisa mmoja kale kanguo na valaka. Ni kama salvation ya tu. Ule naye. Maybe the clothes that she's wearing is from salvation. Kila siku anaenda kama salvation kwa. Every day they Kwanza take nabidi nilikuwa napita kwa salvation. barabara nikamwona na anakata mwaimu. I was walking on the road and I saw her or him enter salvation army. Lakini wakati mnaimba, But when you're singing, tunasikia kama wenye mnaimba we hear what you guys are singing. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana wakati mmoja anaikala na waimba mpunguze vyombo. That's why sometimes I say lower the music, Ili tusikie vile ambavyo mnaimba. so we can hear what you guys are singing. Bwana asifiwe. Amen. Tafadhali msitoke kama hamna haja ya kutoka. Tunakuja kuneno la Mungu. Nasema hivi, msitoke zaidi ili tusikie neno la Mungu. Let's not leave if you don't need to, so that we can hear the word of God. Hallelujah. Amen. Wasiende kudanganya kama Matela alikuhubiri. So they shouldn't go and tell you that pastor preached about you. Najua ikiwa tunakuja hapa, I know that when we come here, tunakuja kutoa neno la Mungu. if we are coming here, we are coming to get the word of Hatuna God. thamani ya kuhubiri mtu hapa. There's no point of preaching about someone, Sababu hayo ninayasikiaka kila siku. because you hear that every day. Na wamoja hawaingia sababu wanasema wanawahubiri. And others don't come to church because they say they're Ile siku preaching ya about me. Mungu, niliona ilikuwa ni mahubiri. That other Sunday I saw that they were preaching about Ile me. kanisa nayo. That church, Hapana. no. Una dhambi ndani You have a yako. sin inside. Ndio inatuma unasema vile. That's why you're Na talking ingekuwa like vizuri that. utubu. And it's very good for you to come and ask for forgiveness. Hakuna kiongozi wala mhubiri anaweza toka nyumbani There's no leader or preacher that will come from home aje kukuhubiri to hapa. come and preach about you. Kuna mtu mwenye alishaka kuita kwa simu Is there someone that has ever called you on the phone akakwambia juu ya dhambi zako kasikia na kuja kuzihubiri hapa and tell you kanisani? about your sin and then come and preach about them? Lakini wakati tunaombea neno la But Mungu when we pray for the word of God ambalo Mungu anatupatia hapa, that God gives us here, Mungu anaikalaka na connection ya kusema hili linahitaji ndani ya kanisa. God has a connection of saying this is needed inside the church. Inaweza kuwa juu ya mtu mmoja tu It might be because of one person na neno la Mungu linahubiriwa. and the word of God will be preached. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Pamoja na hayo nilisikia kwaya inaimba aheshimiaye sauti ya Mungu aseme huyo ndiye mwana wa Mungu. Amen. Haleluya. Si kweli? Asema anaheshimu sauti ya Mungu. Whoever respects the voice of Huyo God, ndio mwana wa Mungu. that is a child of God. Wana wa Mungu, wakati tunaheshimu Children of God, when you respect sauti ya Mungu, the voice of God, sisi ni wana wa Mungu. we are all children of God. Bwana asifiwe zaidi. Amen. Haleluya. Amen. Naona hii wiki yote tunakuwa na neno kama hii. I see that this whole week we have this word. Sababu ngali kama wiki hii ya tatu, It maybe 3 weeks ago. mimi ngali nakumbuka mafundisho hayo. I'm remembering the preaching. Niliona ni kama sawa na hai ya leo tena. I can see that it's pretty much the same as the one from Sababu today. siku ya Mungu yenye ilipita kisha wiki tatu hii ya tatu, Because 3 Sundays ago, walitufundisha kurudi nyumbani. they told us coming back home. Sababu mtu hawezi rudi nyumbani mwa Bwana kama haheshimu. Because you cannot come back home if you do not respect. Si ni kweli? Isn't that true? Mtu hawezi rudia nyumbani mwa Bwana kama haheshimu. Someone cannot come back in the house of God if you do not respect. Mtoto anaweza toka nyumbani, A child can leave the home. anaita mapolisi wanakuja kuchukua nyumbani, They'll call the police to come and take them from wanambeba home, kule kwenye wanambeba. and they take them somewhere. Lakini siku ataheshimu wazazi, By the day you respect your ataona vile parents, vyote ambavyo polisi you anamfanyia, see everything the police is doing. anasema mimi naenda They nyumbani. will say that I want to go back home. Bwana asifiwe. Amen. Wakati wanakuhubiri hapa kanisani juu ya dhambi zako, When they are preaching about your sins here in unasema church, mimi sitarudia tena kwa ile you kanisa. say you will not come back to the Lakini church. wakati Roho wa Mungu anaendelea na kukugusa, But when the Holy Spirit is touching you, anasema mtumishi wa Bwana alihubiri juu ya dhambi ambazo it unafanya. says that the pastor preached about the sins you're doing. Unasema ninaheshimu. You will say you respect, Utaona mtu anarudi hekaluni. and you will see the person will come back to church. Bwana asifiwe. Amen. Pastor alihubiri juu ya siku ya Mungu, alihubiri juu ya kutii. Pastor preached about obedience last week. Alihubiri juu ya Yona. About Jonah.
Mnajua kunakuwa watumishi wengine watu wengine wana wa Mungu wengine. You know that there's some children of God. Wakati mtu anafanya kosa, when someone does something wrong, wanafurahia sana, wanachekelea zaidi. They're very happy and they rejoice. Bwana aturumie zaidi. Yeye anachekelea, hajui kama na yeye iko maile mtego. Laughing and don't know that you are in the same place. Muone jinsi nyumba ambazo zinabomoka, jinsi watu wanachekaka. You see how the broken home people start laughing. Mimi nawaambia wakati ya kwamba yeye inabomoka. And sometimes I tell you the one that's broken, haikubomoka leo. It did not break today. Na ile ambayo ingali inashimama ndio itabomoka. And the one that is still standing will break as well. Ile yenye ilishabomoka basi itabomoka mara pili. The one that's broken, will it break 2 times? Si ndivyo wana Mungu? Isn't that so? Yenye inabomoka itabomoka tena. The one that's broken, will it break again? Hapana kumcheka. Do not laugh at mwenye anaanguka katika dhambi. Do not laugh at the person that's fallen wala in sin. usicheke yule ambaye nyumba imebomoka. Or do not laugh at the person's home that's broken. Bwana aturumie zaidi. Roma. Twende kwenye msingi. Let's go to the topic. Waheshimu wazazi, baba na mama yako. Respect your parents, your father and your mother. Tasoma kidogo. Amri ya 5 hii msingi wa jamaa yenye afya. Inatufundisha kwamba maisha yenye baraka huanza kwa heshima. Kumheshimu baba na mama ni tendo la imani. Ni tendo la shukrani, ni tendo la unyenyekevu. Bwana asifiwe. Amen. Wanatuambia kuheshimu, it tells us respecting ni msingi wa jamii. Is a foundation of the family. Ni msingi wa jamii. The foundation of the family. Na hii kuheshimu, and this respecting, wanatuambia ni baraka ya kuheshimu. It tells us it's a blessing of respecting wazazi na mama yako, your parents and your mother. Wanatuambia ni tendo la imani. Is an act of faith. Kama mtu hana imani, if you do not have faith, hawezi kutii. You cannot listen, you cannot obey, kuheshimu, or you cannot respect. Kama unajua hawa wazazi ni wazazi walionizaa, if you know that these are the parents that gave birth to me, kama una imani ya hakika ya kwamba huyu ndo alinizaa, if you believe that surely this is the person that gave birth to me, utamheshimu. You will respect them. Bwana asifiwe sana. Amen. Ikiwa unajua kama huyu anakufundisha ukweli, if you know that this person is teaching you the truth, kama unajua huyu mtumishi kweli ananihubiri vya ukweli, if you know that the preacher is preaching truth to you, utamheshimu. You will respect him. Bwana asifiwe zaidi. Amen. Wanatuambia hujifunza pia kumheshimu Mungu na wanadamu. Teach yourself to respect God and your fellow human beings. Haiko tendo tu ya kusema na heshimu baba yako na mama yako tu. It's not an act of saying I respect my mother and my father. Ni tendo la kuheshimu watu wote. It's an act of respecting everyone. Na Mungu. And God as well. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama mtu anaheshimu, if someone respects wazazi nyumbani, you respect your parents back home. Utasikia wazazi wanakuambia heshimu na dada yako. You hear your parents telling you respect your sister, respect your brother. Bwana asifiwe. Amen. Lakini hakuna siku atakwambia vile unaheshimu mtoto tukana mkubwa yako. They will not tell you the way respect abuse your elder or your younger sister. Bwana aturumie zaidi. Neno la heshima ni neno nzuri zaidi. The word respect is a very good word. Niliona wakati mmoja tuko ndani ya basi. I said that one time we were inside a bus. Hivi wanasema kama basi zinakuwa free sasa inakuwa ni mambo. Because they say now buses are free, now it's a lot of problems. Mtu anakuja na ikaa kwenye huko. Someone will come and sit where you are. Anaanza kukupush. Jongea kule. And they start pushing you to move away. Unamwambia mbisi mko fasi mbiatu kwa Afrika hapo. Hii ni fasi yangu. There's a lot of space and this is my space. You're not in Africa. Anaweza kuikala kwa kitu mwingine anaweza kukala kuna hapa magoti. In Africa is where you sit on the seat and then sababu mwenye bisi anapenda aingize franga za mimi. Because the person of the bus the driver of the bus wants to have a lot of people and money. Uko na muangalia anakuwa sawa Goliath. But they are looking at you. Ndio unaangalia mtu anakuambia jongea pale. You see the person telling you to move away. Mimi niko na madevu anajiuliza niko ni mtoto ndo maana naambia vile. Am I a child? That's why he's telling me this.
Lakini kwa sababu hajui heshima, but because they don't know respect, ndio maana anaikala tu na kupusha. That's why they're still pushing you. Bwana aturumie zaidi. Hallelujah. Amen. Wakati mmoja nayo hali ya mtu nayo inamletea heshima. Sometimes the way you are brings you respect. Jinsi unavyojikamata, the way you take yourself, na watakuheshimu. That's how people will respect you. Haiko kusema uwe na kimo ya mrefu. It doesn't mean that you have to be so tall. Haiko kusema uwe mnene. It doesn't mean you have to be very fat. Ndio watakuheshimu hapa. That they will respect you, no. Bana kuheshimu kufuatana na jinsi unavyojikamata. They respect you the way you're holding yourself or the way you're taking yourself. Mobisu. In the bus. Lakini tulienda kwa mkutano nafasi moja. We went to a meeting, a conference. Sababu Biblia inatuambia tusijipatie vitu vya mbele. Because the Bible says we should not give ourselves the things. Mimi nilienda na ndugu yangu alikuwa ananitembeza tukaenda tu. I went with my brother, we were driving the car. Wakati tulifika ile sehemu, when we got to the place, nikaikala kama nafasi ya kawaida. I sat just at a normal place. Nikaona ndugu anakuja, ndugu. I saw my brother coming. Ananibeba kule mbele. Takes me to the front. Wakati alibeba kule mbele tukaikala pale. When he took me to the front and we sat there. Mwingine akakuja naambia aseme kumbe naona ikala kama mtumishi wa Bwana. Someone come and ask me, I didn't know you're a servant of God too. Sikuitika hapana. I did not accept. Nilisema tu wewe unasema. I just said you said. Bwana asifiwe. Amen. Akanambia nilikuwa napenda ungetumika na wewe siku moja. I wanted one day to work with you. Akasema nani sasa alishaanza kubafichua mimi? Who's starting to tell you about me? Bwana aturumie zaidi. Roma. Jinsi unavyojikamata na ndio jinsi utakuwa. The way you take yourself is how people kama unajikamata uko useless. If you take yourself as useless katika watu, you will be useless in front of people. Kama unajua kama wewe ni mtu, if you know that you are a person, you will be a person. Kama unajua kama wewe ni mwana wa Mungu, if you know you are a child of God, you will be a child of God. Aseme na mimi naye sasa naikalaka na niita kila wakati, lakini mimi najijua jinsi nilivyo. Pastor keeps calling me all the time, but I know who I am. Pastor wewe unanihurumia zaidi. Hapo unafanya nini? Unajikamata kileja sawa mtoto mwenye analeta vimate, bata ukamata vile vile. You take yourself lightly like a child, they will take you like that. Tunajiheshimu. Children of God, let's respect ourselves. Bwana aturumie zaidi. Roma. Wanatuambia kuheshimu, respecting, ni ahadi ambayo inazaa uzima. Is a promise that gives birth to life. Bwana asifiwe sana. Amen. Heshima, respect, inaleta kuzaa uzima. It brings bearing of life. Tusome neno la Mungu. Let's read the word of God. Mezali 10 na mstari wa kwanza. Proverbs 10 verse 1. Heshima inazaa uzima. Respect bears life. Hallelujah. Amen. Mezali 10 na mstari wa kwanza. Mtoto mwenye heshima humfurahisha baba yake. Hallelujah. Amen. Aseme mtoto mwenye heshima anamfurahishaka baba yake. Ukiona mtoto anakuwa na heshima nyumbani, if you see a child has respect at home, unasikia ndani yako kabisa, unasikia unafurahishwa zaidi. You feel inside you that you're very happy. Ikiwa sisi tunamfurahisha Mungu, if we make God happy, Mungu anasikia anatufurahi. God feels that he's pleased with us. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Aseme mtoto mwenye heshima, a child with respect, aseme anamfurahisha mama yake. It makes the mother happy. Wala baba yake. Or the father. Wala familia yake. Or the whole family. Bwana asifiwe zaidi. Amen. Mfamilia yangu, in his family, mimi ndio wa mwisho. He's the last born. Wakubwa yangu walizalaka mtoto anakuwa mtu mkubwa zaidi. The elders gave birth and they have a child that's very old. Tulikuwa pamoja na kimo moja. They were together on the same age. Wakati mmoja tulikuwa tunaenda msoko, mnajua nyumbani hakuna spare marché kule. Sometimes we used to go to the store, you know, there's no supermarket. Ni soko kama vile za Lavaton. It's just an open store. Wakati tulikuwa tunaenda msoko vile, when we were going to the market, mjomba yake, the uncle, bofre yangu, the brother-in-law, alikuwa kinunua ndizi, was buying a banana. Ananipatia mimi, anadhania kama anapatia mtoto wa dada yake. Gives him thinking that he's giving tulikuwa kimo the moja child. Na sura moja. They were the same height or age and na the same wakati face. Wakati mmoja walikuwa wananiambia kama tuko wa mapasa. Sometimes they used to say they're twins.
Sasa nini nataka kusema juu ya pale? What do I want to say about that? Yeye yuko ngambo ya Lubumbashi. It's somewhere in Lubumbashi. Alishaoesha watoto watatu. He already has 3 children that are already married. Lakini wakati anakuita kufoni, but when he calls you on the phone, unaweza enda kopesha hata pesa mtumie. You will go and borrow money to send to him. Gisa anavyokuita, the way he calls him, ni mshangao zaidi. Heshima ya hali ya juu. He respects him a lot. Baba yangu mzazi, wewe ndio ulinionea jua. Baba yangu wa nini? Wewe ndi anakutapa. Unaweza enda kukopesha hata pesa. You will go and borrow money and give to babu ya watoto yangu. Niko nakwambia babu ya watoto yangu. Bwana asifiwe zaidi. Amen. Ndio heshima tu. Because of respect. Unaweza hata kukopesha pesa ili umtumie. You might go and borrow money and send to him. Juu ya heshima. Because of respect. Na sisi tukua na heshima kama ile mbele ya Mungu. But if we have the same respect in front of God, wakati tunapopiga magoti, when we kneel down, Mungu atasikia mahitaji yetu. God is going to hear our needs. Muone wakati mtoto anaheshimu nyumbani. You see, when a child respects wakati anakuja na bezogi unaishughulikia. When they come with the need, you see the way they work for it. Sababu unajua ule mtoto hanidanganyi. Because you know the child's not lying. Lakini kama anakuwa kila wakati mtoto anakuja tu na kirofa tu. If it's every time the child just comes anyhow, utakikamata kama vile na urofa tu. You will just take them like that. Unaweza kuambia nikutilie nini kwa TV? You say, what should I put for you on the TV? Nikufanyie nini? What can I do for you? Lakini kama unajua ni mtoto kabisa na kuheshimu, and if you know it's a child that respects you, when they tell you something, utakufanyia. You will do it for them. Sababu unampenda zaidi. Because you love them a lot. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nishakawaambia kuna wakati mimi nishakapiga watoto wangu nyumbani. I tell you there's a time I've beat my children. Wanataka kuwa tu kama vile tu. They just want to be anyhow. Wakati mimi natoka kwenye kukazi, when he came back from naona tu niko ku TV. I see that they're just kama hiki kama baba alishakuja. They don't care if their father is in the house. Nikaenda kila mmoja nikamkamata kwa machafu. I started Kawaambia mimi ni baba. I told them that mimi ndio chef wa nyumba. I'm the leader of the kama sio tena naingia nyumba mnaikala tu hivi kama tu mnaangalia TV watching the TV. Nitawachapa mara hii. I will beat you guys. Nikawakamata kwa machafu. Pinch them on the kama baba anakuja anapasha kuona mnakuwa mnakimbia. When the father comes, you need to come and run to the father. Kaambia hiyo ndio heshima na furaha na ndani yangu na furaha. That's the respect that he. Lakini hapana kunikamata tu kama ni visitor tu. Don't just take me like mimi siko kuanze. I'm not a visitor. Hallelujah. Amen. Mimi niko baba wa nyumbani. He's the father of the house. Na mpaka vile nikiingia nyumba nasikia anakuja daddy. Amen. Kama anakuwa ndani ya chumba na anafungua mlango anakuja daddy ushakuja. Hallelujah. Hapana kuona watoto tu wanakuwa vile na baada ya watoto wangu niko kutivu watoto yangu ndio kisi wanakuwa kana. You say your children are just like. Wewe ndio wazala. You're the one that gave birth to them. Mtoto anafanya kitu aseme mtoto yangu. Your child does something, you say this is my child. Wewe unazaa wengine wenye habazalaki. Are you the only one that gave birth and they are not? Watoto sababu na balea tu kishenzi tu. You are ruining your children because you're bringing them up like. You naona uko na TV hapa Ulaya. Because you have a TV. No, naanza kuachilia watoto tu waangalie TV. You just let them. Hawatashughulikia na wewe. They won't even do anything with you. Kama unatoka kushop. If you're coming from the shop, you bring stuff. Hapana watoto hapana kuingia tu kwa TV kwa mashamba yenu na mzazi alishaleta chakula. Ndio pale mgari muingize kule mnyumba. You need to go and get the stuff from the car and bring them in the house. Wengine aseme papa ule uniniletea sweet ndio chakula. You start asking if they bring a lolly for you. Is lolly the kama kuleta sweet la utaingiza vitu mnyumba. If I didn't bring a lolly, will you not put the things inside? Mwambie sweet haiko ndio chakula. Tell the child the lolly is not Hallelujah. food. Amen. Hivyo ndio utalea watoto. That's how you bring up your children. Tusilee watoto wetu kishenzi tu. Don't just bring up your kids anyhow. Aseme mtoto mwenye heshima. He said a child of respect or with respect. Mzazi anaikalaka na mfurahia zaidi. Parent is very joyful or pleased with them. Bwana asifiwe. Amen. Tusome neno la Mungu. Let's read the word of God. Tusome katika Kumbukumbu la Torati 5 na 10. Kumbukumbu la Deuteronomy 5 na 10. Mstari mmoja tu. Deuteronomy 5. Tena tunasoma mstari mmoja tu. Sitawatosha. Amen. Tusome Kumbukumbu la Torati Deuteronomy 5 mstari wa 10. Waheshimu baba yako na mama yako kama vile mimi Mwenyezi Mungu
Mungu wako nilivyokuamuru. Fanya hivyo ili uishi siku nyingi na kufanikiwa katika nchi ambayo ninakupatia. Haleluya. Amen. Heshimu baba yako na mama yako. Respect your father and your mother. Kama vile mimi Mwenyezi Mungu, just as me, Mungu wako ninavyokuamuru. Just the way as your God ili uishi siku nyingi katika nchi ninayokupa. So that you can live long in the country that I've given you. Mnajua watoto wa Mungu. You know, children of God. Mungu alituleta hapa Australia. God brought us in Australia. Na mzuri ametupatia uzazi. And it's good that he's given us children. Ikiwa watoto wataheshimu wazazi wao, if the children will respect their parents, katika hii nchi ambayo tunakuwa nayo, in this country that we in, ambayo Mungu alitupatia, that God gave us, wanasema watoto wataishi siku nyingi. It says that the children will live long. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama mnaendelea kuwadharau wazazi, mtaishia ndani ya jela watoto. If you continue disobeying your children, you end up in jail. Siku moja utakutanisha unaanza kumtukana mzazi. One day you find that you're insulting your parent. Mzazi anakuambia nitakuchapa. Your parents say I'll. Na vile ushakuwa na phone 000. And the way you have a phone, you just call 000. You call 000. Wakati unawaita wanakuwa mjeni. When you call them, they take you to jail. Sababu unakosa heshima. Because you lack respect. Kuheshimu mjena mmoja utakutanisha banando zindo za mimi. Hallelujah. Amen. Nando zindo itakuwa ya mimi. Kama ulikuwa high school hautasoma tena. You find a lot of nanos in jail, and if you're in high school, you will not study again. Unamtanisha wale wa madrasa ndio mingi. You find a lot of drug addicts in jail. Hata kama ukwini ukimaliza mwaka mnaanza kuikunywa. If you don't drink drugs and you stay there 1 year, you might end up drinking. Unaenda kule kitchen na utanisha washakutia kado. You go to the kitchen and you find they put a little bit for you. Unaanza kusema hii mchuzi ilikuwa mzuri zaidi. You say that the food tasted really nice. Na unaanza kurukaruka sawa robot. And you start jumping up. Sababu ya kosa heshima. Because you lack respect. Mnacheka lakini ni hivi. Ule kusema Mungu tuhurumie. Mnacheka mhubiri. Unachekea neno la Mungu. Bwana tuhurumie zaidi. Huruma. Haleluya. Amen. Ni huruma zaidi. Kutokuheshimu, not respecting, kinaikala kunapunguza miaka yetu. It ends up putting your age low. Kutokuheshimu kunapunguza miaka ya mwanadamu. Not respecting lowers or shortens your life expectancy. Yes. Bwana aturumie zaidi. Adamu alipokosa ndani ya shamba ya Edeni. When Adam disobeyed or sinned in the Garden of Eden. Mnajua nini kilitokea? You know what happened? Walimlaani. They cursed him. Bwana aturumie. Na siku za mwanadamu zikapunguzwa. And that's how the life of a human being was decreased. Bwana aturumie zaidi. Tusome Kutoka. Let's read in Kutoka Exodus 12:12. Exodus 20:12. Kutoka 12:12. Exodus 20. Waheshimu baba yako na mama yako ili uishi maisha marefu. Amen. Katika nchi ninayokupa mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wako. Amen. Kumbukumbu la Torati nasema na Kutoka inasema. Amen. Inasema ya kwamba uheshimu baba yako na mama yako ili uishi siku nyingi, so you can live long. Ili uishi siku mrefu katika nchi ninayokupa. So you can live long in the country that I've given you. Kuheshimu kumbe kunatuongeza miaka yetu. Respecting gives you more life on earth. Bwana asifiwe zaidi. Amen. Hallelujah. Amen. Wana wa Mungu tuheshimu wazazi wetu. Children of God, let's respect our parents. Haiko kusema ya kwamba wakati unakuwa na franga ndio utaheshimu wazazi yako. It doesn't mean that because you have a lot of money you will not respect your parents. Kulikuwa na baba mmoja nyumbani. There was one father back home. Alipataka pesa. Got a lot of money. Wakati alipasaka pesa akanunua gari akavewe. When he got a lot of money he bought a car. Unajua kavewe? Volkswagen. Ndio tulikuwa tunasema nyumbani vewe. Kuna wakati mlivumako Bugari zaidi. Wakati kwa mwalimu wangali wanapokea ndio ilikuwa mshahara, wanakupatia pension unanunua kavewe kale. Teachers used to like driving Volkswagen. Sasa ule ndugu naye alikuwa alishakuwa passionate, wakampatia pesa kanunua hapo kagari kake. That father as well was a pensioner, so when he got sasa baba yake alikuwa kwa sababu ngambo ya
ya mpori. The father was living somewhere in the village. Sasa wakati walifanya ile nani ya sherehe, when they did the party for him, akaitisha mzazi wake. He called the father. Mzazi wake wakati alikuyaka, when the father came, akasema papa nanuka zaidi. He said that the father is sitamuonyesha jinsi wandugu walivyo. I will not show you the mafiga. He put him in the kitchen. Wakati alimtia mafiga, when he put him in the kitchen, akafunga na mlango. And he locked the door. Namjua na jina. And he knows him by name. Sitaisema naona mitandao iko. I will not say the name because the recording is on. Kwa hiyo huyo ndugu akafanya vile. That's what the brother did. Fete kaisha. And the party finished. Sasa alikuwa anatembea na hapo kagari kake. When he was driving with his car. Mnajua nyumbani tunakulaga ugali wa mihogo zaidi. You know that home they wanatandika ile muhogo kumuraga moja hivi. They put the cassava wakati jua inapiga when it's really hot. Ili ikauke. So that it can dry. Mama Mapendo anajua zaidi haya. Na mama Mika anajua hayo zaidi. David na Solange. Wanaanika mihogo ili ikauke siku ya jua. They put the cassava outside so it can dry. So they can make flour. Akakuya na gari anasema jua nani alitia mihogo munjia kwenye. He start driving and get angry who put the cassava. Akafuta anaingia mwa ile mihogo na ile kagari. And he drove on top of it with his car. Bwana turudie sana. Roma. Biblia inasema tutaheshimu wazazi na wandugu. The Bible says we respect our parents and brothers and sisters. Walimwambia, "Yesu unafanya hii mihogo yetu." They said the way you've done the cassavas. Na ndio vile na wewe atakufanya. And that's what they will do to you as well. Alienda kilomita kama 5 alikuwa anatembeza. He drove just 5 kilometers. Alifanyaka ajali hakutoka ndani ya. He did the accident, did not come out of the car. Bwana turumie zaidi. Roma. Kutokuheshimu not respecting ni kitu cha laana zaidi. It's a very big curse. Kuheshimu ni kitu cha maana zaidi. Respecting is a very important thing. Wana wa Mungu tuheshimu kila kitu. Children of God, let's respect everything. Ndugu alikufa tu vile vile. The brother died just hakukula like tena kwa hizo faranga za pasio. He did not eat the pension. Na gari hakuitengeneza. Alikufa na gari na yeye akakufa ndani ya hiyo gari. He died and the car got destroyed. Alianza kuona ya kwamba pesa inakuwa ni zaidi ya. He saw that money is more ya watu than people. Bwana aturumie zaidi. Roma. Tutaheshimu wazazi. We are going to respect our parents. Na kuheshimu itakuwa vice versa. And respecting will be vice versa. Najua wakati mtu anakuwa mtu mzima. I know when a person's grown up. Mtu mzima sikusema ni mrefu hapana, haiko ndo mzima bwana. An older person, it doesn't mean a tall person. Mtu mzima wakati mnakuwa wawili nyumbani, mnaisha ambatana mnakuwa mtu mmoja. Older person means when you're no longer one but two. Haiko kusema wakati uko single, wakati mnakuwa wawili nyumbani. Not when you're single, when you're two. Mnakuwa na baba mnakuwa na mwanamke na baba. You're a husband and wife or father and mother. Watu wazima. You are now older. Hiyo nasema itakuwa vice versa. It will be vice versa. Huyu atamheshimu baba ya mwingine. You will respect the other. Na huyu naye ataheshimu baba ya mwingine. And you respect your wife or your husband's father. Father-in-law. Mama Mika niseme. Mama Mika should niseme. Should he speak? Niseme. Okay. Mnajua wakati kwa wakati mimi napenda kusema babembe. A lot of time I like talking about babembe. Sababu babembe na wafulero wanaikalaka wandugu zaidi. Because babembe and wafulero are like brothers zaidi. And they get married to each other. Mama Mika kaniseni. That's why I asked if I should speak. Mnajua sisi wafulero, you know bafulero, kama mtu anaoa mwanamke, if they marry a lady, kama mama yake ya bibi yako anakuja kutembelea, if your wife's mother come to visit, wandugu wetu wabembe walikuwa wanatucheka zaidi. The babembe used to laugh at them. Walikuwa wanacheka kunjia gani? How did they used to laugh at them? Aseme sisi tunasemaka mama yako anakuja, nyoka Yesu. They start saying that your mother is coming. Si vile mama Mika. Yeah. Walikuwa wanacheka nyoka Yesu. They used to laugh and say your mother is coming. Si vile mama maombi. Mnajua sisi kusema nyoka Yesu, for them saying the mother is coming, Kongo yetu alikuwa haikuwa kitusi. To them it was not an insult. Kama vile mimi nasema mama yako anakuja. The same way saying your mother is coming. Si haikuwa kitusi, lakini wabembe walikuwa wanatuambia kama ni kitusi. For them it wasn't an insult. Walikuwa wanatuambia kwamba haina maana kusema vile. There's no point of mama ya bibi yako na wewe ni mama yako. Saying that your wife's mother is also your mother. Si ni kweli? Walikuwa kitucheka kwa ile tamu tulikuwa tunasema. They used to laugh at them for this term. Nyoka Yesu. Your mother is coming. Aseme mama yako anakuja.
Your mother is coming. Si haikuwa kitusi. It was not an insult. Ilikuwa ni upendo tu. It was because of love. In what way? Sisi wakati tunaenda kwetu bukwe, when they used to go to their in-laws, unaona bibi yako anaenda mshambure ya baba yake wala ya mama yake. And you say the wife going to their father or mother's room, and you stay aside. Unajiuliza, si baada tuambia huyu ni mama yangu. They've already said this is my mother or my father. Lakini sina ruhusa la kuingia mshambure ya baba yangu. Ya bibi yangu. But I don't have the permission to go into the room. The in-laws room. Kento kwa mtu alikuwa anaingia mshambure ya mama mko yake. Sasa lakini bibi yako anaingia kwa shambure ya mama yako kwenye mnaenda salimia. Ndio kusema ni mtoto wa muli. Wewe unakuwa half mtoto wa muli. You are half child of the house. Si ni kweli? Kaibu na vinaekalaka kwa mshi, vinaekalaka vile ba mshi mnaekalaka vile. Mnaingia kwa mshambure ya mama mko. They don't go into the in-laws. Sasa hiyo si katufunza ya kwamba he told them that your mother is coming. Najua na zingine kabila zinaekalaka ni vile. I know some other tribes are like that. Haikuwa kitusi. It was not an issue. Lakini kufuatana na kitu tulishatembea, but because of the way we are walking, na sisi msema tukaibadilisha. And that's how we changed it. Hatusemaki tena vile. They don't. Lakini tabia ingali vile vile. But it's the behavior is like that. Mimi kama tunatembelea kwa mama mko yangu, if you go to the mwenye bibi mama ya bibi yangu, the wife's family, wakati tunaenda kwa siwezi ingia mshambure ya mama yangu. When he goes there, he will not enter into the room. Lakini kwa mama yangu yaliza niko na dura ya kuingia mule, hakuna shida. Hata naambia wewe ulishaoa, haupaswi kuingia huko. Hata anaambia vile. Lakini kama naenda kwa kwetu huko naingia mshambure. If he goes to the in-law, he is going to the room. Ulaya nayo shafundishwa kweli. They'll start saying this Australia is teaching them a lot. Wataanza kutukana watu wote wa Ulaya juu yao. They'll start insulting all the people in Australia because of him. Bwana turumie. Ruma. Tusipoteze asili. Let's not lose our culture or tribe. Hakuna Ulaya ambayo itatuambia tupoteze asili. Hakuna. There's no place that will tell us to lose our tribe or culture. Katika Bwana. We will do everything with Christ or in Christ. Na ni kwa mama vile vile naye. And it's like that with mother as well. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana nasema inaikalaka vice versa. That's why I say it's vice versa. Waheshimu katika Bwana. Respect them in Christ. Hapana heshima ya nusu. Not half respect. Wakati unawaona ndio na waheshimu. That when you see them is the only time you respect them. When they're not there, heshima inakuwa kidogo. The respect is small. Hapana, haiko katika Bwana hiyo. That's not in Christ. Inakuwa ni heshima. You have respect. Ya kipande. Half respect. Wana wa Mungu, children of God, kuheshimu, respecting, kunaleta baraka. Respecting brings blessings. Kama utaheshimu mtu, if you respect someone, inaleta baraka. Will bring blessings. Ukutanishe mtu mwenye siku siku utaheshimu tu hapa tunajua. Don't just say you respect people that you know. Na yule ambao haujui. And the ones you don't know, respect them. Sababu ni mzazi wako. Because those are your parents. Sisi nyumbani jirani alikuwa anakutanisha mtoto analia. Back home the neighbor will find a child crying. Anambeba kwenye mgongo. And they will carry them on their back. Anamlalisha mwako. Or they will sleep in their house. Wakati wazazi wanakuja wanasema mtoto alilala. When the parents come, they ask, did the child sleep? Anasema iko wapi? Anasema mimi namlaza huko. They will ask where is the child. They will say leave the child, let the child sleep. When they finish sleeping. Lakini hapa kwenye tunakuwa. But here where we are. Mimi niko na mtoto wa miaka miwili. He has a child. Nikienda tunatembea kwa street. If they walk in the street. Kila mtu anamsalimia hi. Everyone saying hi. Lakini hakuna hata mtu mwenye anampatia hi. Huruma zaidi. Huruma. Si huruma. Mtoto wa miaka miwili. Unamtembeza kwenye kama ni nini ile yao. Pram yao ile unamtembeza au bibi unamkapatia kwa mkono. Kila mtu anajua mtoto mdogo anayekalaka na kufanya hivyo ni kawaida. Hivyo naenda nasalimia kila mtu. Lakini hakuna hata wale wa mandevu. Ya mweupe. With beards. Hakuna mtu anamsalimia. No one is saying hi back. Sema kaibu laya nayo tunakuja kufia. Ni huruma zaidi. Mtoto mdogo. Sasa wewe mko utamsalimia. Kwenye wasalimia mtoto mdogo utamsalimia. If you don't say hi. Na kuna mwingine unamsalimia ananiignore anakosa hakuona. Some others will say hi to them and they ignore you. Unajua unasema labda ni Kiingereza ndio hasikii. And then maybe you think they don't understand English. Sasa tutaheshimu wengine na how will we respect each other? Tutaforce heshima. Are we going to force the respect? Bwana aturumie zaidi. Roma. Unajua wakati moja, you know, one time, kuna wakati tunafundisha, there's time we teach, lakini unaona kama ni mwiba. You see that it's a thorn.
Unaona kama ni mwiba kwa watu. You see that it's a thorn to people. Sababu tukienda kuparke pale, because when we go to the kama park, mko wawili, if you're two, na ndio mtaongea tu. And that's how you guys will talk. Ukisema ujongelee mtu, if you say unaona anatoka kwenye alikuwa, they will stand to where anaenda nyingine sehemu. And they will go somewhere else. Sasa unasema ndugu, nilikuwa labda napenda kusalimia. You say I wanted to just say hi. Bwana turumie zaidi. Unataka create urafiki na mtu. You want to create friendship with someone. Anakukwepa. But they run away from you. Sasa tutaheshimu wengine namna gani? How are we going to respect? Mimi nitaendelea tu na kuheshimu bibi yangu. You just say I'll continue respecting my wife. Si kweli? Wengine wenye ninaona ukiwasalimia hawajali. Because when you say hi to others they don't care. Lakini tutaendelea na kubatia makala ya moto kwenye kichwa yao. But we'll continue putting. Hallelujah. Amen. Tutaendelea na kuwasalimu. We'll continue saying hi to them. Kuna wakati unatembea kusiri tunaona mtu anakusema unasema huyu mtu naye kama ni wa wapi? You see someone saying hi to you and you'll be shocked. Unaona kama ni miujiza. You see that it's a miracle. Mtu kusalimia Ulaya unaona ni miujiza. Someone saying hi to you that you don't know is a miracle. Lakini nyumbani ni kawaida tu. But back home it's normal. Tunasemaka nyumbani kwa sababu mimi niko na baba kule, niko na shangazi, niko na wengine na watoto wa mloko yangu na watoto wa ndio maana tunasema hapa niko mimi peke tu na bibi yangu. We say back home because that's where our family is. You will not say this is home. Will you say this is home? When inakuwa na familia kubwa ndio nyumbani. Where there's a big family, that's home. Hapa ni nyumbani ya watoto hapa. This is the home for the children. Lakini kwa vile si nyumbani. But to him is not home. Bwana aturumie zaidi. Na nyumbani zaidi ni mbinguni. But the greatest home is heaven. Sababu yote tunafanya because everything we are doing ya mbinguni. Is the glory and because of heaven. Bwana asifiwe zaidi. Amen. Tumalizie na Waefeso. Let's finish with Ephesians. Waefeso 6. Ephesians 6. 2 na 3. 2 to 3. Waefeso 6:2-3. Ephesians 6:2-3. Biblia inasema waheshimu baba na mama yako, hii ndiyo amri ya kwanza ambayo imeongezwa ahadi. Amen. Hallelujah. Amen. Aseme hii ndio amri ya kwanza. He says this is a commandment, first commandment. Aseme imeongeza ahadi. That it has added the promise. Bwana asifiwe zaidi. Amen. Kumbe tuna ahadi. We have a promise ya kuwapenda wazazi wetu. To love our parents. Wana wa Mungu tuwapende wazazi wetu. Children of God, let's love our parents. Na kupenda wazazi wetu tulisema ya kwamba haiko ule mwenye alikuzala tu. And loving our parents, it doesn't mean the one that gave birth to you. Inasema tutawapenda na wanadamu. The Bible says we love all human beings. Na tumpende Mungu zaidi. And we love God a lot. Hallelujah. Amen. Na ikiwa watoto wetu watatupenda, and if our children will love us, na sisi wazazi tuoneshe vitendo. And the parents as well should show actions. Haiko kusema tu watoto wakupende. It doesn't mean your child should love you, but you not show them any actions. Mtoto anaanza kutumika wakati anataka kuoa. The child is working when they want to get married. Aseme mnajijua nyinyi, mnajijua you know yourself, bring the man. Una jukumu ya kumwoa mtoto wako. Amen. Ufanye kazi wana wa Mungu, watoto wazazi. Let's work, children of God. Ili watoto wetu wanapooa watu waoe. So that when the children get married, hautakuwa nakula tu ile ambao watoto you will not just be eating what your children are giving you and say they will respect you. Tufanye kazi ili tuwaoe. Let's work so that we can kazi ili tuwaoe watoto wetu magari. Waende nazo kazini. Let's work so we can buy things. Asema Yesu anza kutumika, mtoto anakuwa na miaka 16, waanze kutumika utanunua gari. Your children are very young, you start forcing them or pushing them to work. Gari ya kwanza ya familia wewe baba ndio utauzia. The first car. Fana kuchunga mtoto aende kuhangaika, aanze kununua, anaanza kufanya vitu vingi hatafanya juu anunue gari. Ni jukumu yako kumuzia mtoto gari ya kwanza. Amen. Hallelujah. Amen. Fana kuheshimu mtoto, kuheshimu tu na wewe utaonesha vitendo. Your child should tuoneshe vitendo kwa watoto wetu ili watoto watuheshimu zaidi. Let's show action so that our children can respect us more. Unajua kuna wakati wazazi hatuonyeshi vitendo kwa watoto. There's times parents don't show action. No, watoto wanaanza kutuheshimu. That's why the children wanaanza kutushimanga sana. They don't respect and they start talking about them. Nasema naona kwanza unakuwa na baba gani? What type of father are you? Bwana tuhurumie zaidi. Tuoneshe vitendo kwa watoto. Let's show action to our children. Watuheshimu zaidi. So that our children can respect us more. Na mtoto mzazi ataonesha vitendo kufuatana na jinsi anavyo na pato. The parent will show action with the words. Usilinganishe na jirani mwenye iko na pato. Do not compare your parents to the other neighbors.
Lile ambalo uko nalo ndio atakufanyia. Whatever your parents have is what they will do for you. Usimlaumu kwa sababu unajua jinsi alivyo. Do not blame your parents because you know how they are. Usimtumanishe na majirani. Do not compare your parents with the neighbors. Bwana asifiwe. May God be blessed. Na Bwana atubariki. And may God bless us. And may God bless the world.